Ni katika yale ambayo yanajiri kunako masuala mazima ya udaku. Tumwangazie Mwijaku amemvaa Diamond kisa Alikiba. Anika mazito Diamond kulipua serikali kujenga arena. Unakaa nyumba ya DPP. Haya bwana. Karibu sana mtazamaji wetu. Hii ni Bao Media, inakuhabarisha update ya yale yote yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Msanii mkubwa wa Bongo Flava Diamond Platnumz amezua gumzo baada ya kuitoa kauli kali dhidi ya serikali ya Tanzania. Na katika mahojiano yake ya hivi karibuni kwenye channel ya Wasafi FM, Diamond alilalamikia kwamba serikali imewatelekeza wasanii wa muziki kwa kushindwa kujenga uwanja maalumu wa matamasha kwa maana ya arena ambao unastahili, na aliongeza kuwa ni aibu kuwa nchi kama Rwanda ina arena ya kisasa wakati Tanzania yenye sekta ya muziki yenye nguvu inaendelea kutegemea viwanja vya mpira au maeneo yasiyofaa. Diamond aliongeza kuwa serikali imewekeza sana kwenye ujenzi wa viwanja vya mpira wa miguu, lakini imewasahau wasanii, na hivyo kuomba Rais Samia Suluhu Hassan atambue umuhimu wa sekta hii kiuchumi na kiutamaduni. Kauli hii haikumfurahisha kabisa kila mtu. Mijadala na mablog maarufu lakini pia tulimuona Mwijaku anayejulikana kwa maoni yake makali ya moja kwa moja mitandaoni. Yeye alijibu kwa nguvu kabisa na kuanzia kulipua serikali. Lakini badala ya kumtetea Diamond Platnumz, Mwijaku amegeuza bunduki na kuanza kuanika mazito ya msanii huyo wa Wasafi. Mwijaku amedai kuwa Diamond hana msimamo thabiti na anaongea tu kwa sababu binafsi. Anaendelea kumshutumu Diamond kwa madai ya kuwa yeye mwenyewe ana matatizo makubwa ya kifedha na maisha yake si kama anavyoonyesha hadharani. Katika moja ya video zake za hivi karibuni, Mwijaku alimtupia maneno makali akisema unakaa nyumba ya DPP, akimaanisha kuwa Diamond anategemea au ana uhusiano na watu wenye nguvu au ofisi za serikali. DPP inarejelea Director of Public Prosecutions ili kuendelea na biashara zake, na hivyo hawezi kuilaumu serikali kwa uaminifu mkubwa. Lakini pia Mwijaku aliendelea kufichua madai mengine, ikiwemo kwamba ofisi au biashara za Diamond zimekuwa na matatizo ya kodi au deni la kodi, na kwamba Diamond anajaribu kuficha shida zake za kifedha kwa kuonyesha maisha ya anasa mitandaoni. Alieleza na kusisitiza kuwa wasanii wengine wanaendelea kujitahidi bila kulalamika ama kuilalamikia serikali moja kwa moja, na kuwa Diamond anapaswa kutatua matatizo yake ya ndani kabla ya kutoa maoni makali kuhusu ujenzi wa arena. Vile vile kuishia hapo, Mwijaku alimrushia Diamond kauli nzito kufuatia kauli yake ya kutaka kuimba na msanii Alikiba. Bana, Diamond alisema kuwa hana tatizo na Alikiba na yuko tayari kufanya naye nyimbo. Kwa mujibu wa Mwijaku, anadai kuwa Diamond hana hadhi ya kuimba na Alikiba, na kama atataka Alikiba kubali kuimba naye, basi akiri kwanza Alikiba ndo mfalme wa muziki wa Bongo Flava Tanzania. Lakini pia Mwijaku hakuishia hapo. Alitoboa siri kwa kusema kuwa Diamond amekuwa akimpigia simu Alikiba, lakini Alikiba hapokei. Gumzo hili limegawanya mashabiki wa Bongo Flava. Wengine wanaunga mkono Diamond Platnumz kwa kumkumbusha ama kwa kuamua kukumbusha serikali kuwapa wasanii miundombinu bora, wakati wengine wanasema Mwijaku amefichua ukweli ambao Diamond anajaribu kuuficha. Hadi sasa hajazungumza chochote Diamond kutoa majibu rasmi kwa shutuma za Mwijaku, na mjadala unaendelea mitandaoni hasa Instagram na Facebook. Swali linalobaki ni je, Diamond alikuwa na haki ya kuilaumu serikali au alikuwa akificha matatizo yake binafsi? Mwijaku ameonyesha kuwa katika ulimwengu wa udaku wa muziki wa Tanzania hakuna anayepona bila kuchunguzwa. Habari hii inaendelea kufuatiliwa na mashabiki wengi, na sisi tuko vyema kabisa kuangazia itafikia wapi na kuendelea kukusogezea update mbalimbali kwa wakati.